Hivi unajua biashara nyingi sana zinafilisika kwa kukosa taarifa za biashara husika. Sasa leo nataka nikuoneshe kwamba ukitumia Mzani app una uwezo wa kujua taarifa yako, taarifa ya mwenendo wa biashara yako popote ulipo. Uwe safarini au uwe nyumbani au uwe dukani. Utajua kinachoendelea dukani na utapata ushauri wa kukuza biashara yako. Twende nikufundishe, tulia na mimi na kufundisha leo kipengele cha mauzo na namna ya kukagua taarifa za biashara ukiwa nyumbani. Asante. Siku ya leo tutachukulia mimi hapa ndio mmiliki wa duka. Lakini hii simu yangu ndio iko dukani. Hii tablet ndio iko dukani, ndio iko nayo muuzaji. Sasa leo nitakwenda kukuonesha namna ya hapa kwenye laptop yangu nitakapokuwa naangalia kinachoendelea dukani. Kwa mfano hapa nataka ni start record kwenye screen yangu. Tunaona nimefungua moja kwa moja kwenye dashboard, nimefuta kumbukumbu zote. Inaonyesha hapo juu inaonyesha kwamba hamna mauzo yoyote, hakuna matumizi yoyote, hakuna faida yoyote, hakuna madeni yoyote wala invoice yoyote. Sasa na kwenye chart pia inaonyesha hakuna mwenendo wowote, maana iko flat. Sasa hapa nataka nikuoneshe dukani, yule muuzaji akifanya mauzo au akifanya matumizi, hapa wewe moja kwa moja utajuaje? Sasa tutakwenda kuwasha record kwenye tablet. Huyu sasa ndio yule muuzaji wetu dukani. Huyu ndio muuzaji wetu dukani. Tuseme anaanza na kipengele cha matumizi. Tuseme kuna matumizi ambayo yametumika kwenye biashara. Tutaingia kipengele cha matumizi, kujaza. Naweza nikaandika hapa au kagusa hapa matumizi gani. Tuseme ni luku imeisha, kaweka hapa. Kanunua luku ya 20,000 umeme. Akahifadhi. Akihifadhi huku moja kwa moja mimi niko nyumbani. Nikija kukagua sasa kwenye dashboard nitakuta matumizi imekuja 20,000 lakini ni faida imekuwa na negative na imekuwa nyekundu kwa sababu nimepata hasara. Lakini hakuna mauzo. Kwa hiyo moja kwa moja itanionyesha kuna matumizi na kuna hali ya mwenendo ofisi sasa hivi tumekula mtaji. Sasa itokee sasa amekuja mteja dukani, yule ambaye ni muuzaji kwenye tablet anafanya mauzo. Mteja kaja ananunua wifi. Anataka wifi. Lakini sasa tunamuuzia kwa bei, yule muuzaji kamuuzia kwa bei ya rejareja. Anataka wifi 2. Sasa moja kwa moja mimi huku nyumbani nikija kuangalia hapa kwenye dashboard nitakuta kwanza kabisa nishuka kwenye chart nakuta kuna kitu kimepanda. Huu mstari mwekundu utanionyesha ni jumla ya pesa ambayo imepokewa dukani. Huu mstari wa kijani utanionyesha hiyo pesa iliyopokewa dukani imezalisha faida kiasi gani. Utaona hapa juu kwenye matumizi imekuja 420,000 maana yake 420,000. Lakini matumizi yako pale pale 20,000, lakini pia faida imekuwa 200,000. Kwa nini faida 200,000? Imetoa hii ni net profit. Net profit ni faida ambayo inapatikana baada ya kuchukua pesa ya mauzo, ukitoa matumizi ukatoa na pesa ya mtaji. Ile inayobaki ndio faida yako. Kwa hiyo hapa moja kwa moja niko nyumbani lakini nishajua dukani imeingia 200,000 faida. Na huku kinachohitajika kwa yule muuzaji wako ni uaminifu. Kila taarifa anayofanya inabidi afanyaje? Kila taarifa au kila hatua inabidi awe anajaza kwenye system. Sasa tukija tukiangalia, ninaweza nikasema sitaki kuangalia hizo namba labda zinanichanganya. Naweza nikaja kwenye kipengele cha AI, niko nyumbani, nikaingia kwenye AI assistance hapa. Alafu naweza nikamuuliza tu hapa, habari, nahitaji kujua mwenendo wa biashara, mauzo na matumizi. Alafu nikamtumia. Tunaona hapo amenitumia, ameniambia habari za asubuhi. Ni vizuri kufuatilia mwenendo wa biashara yako. Anakwambia hapo, anasema mwenendo wa biashara yako, mauzo ni 420,000, faida ya leo ni 220,000, matumizi ni 20,000. Hii faida ambayo sema hapa 220,000 ni gross profit. Gross profit ni faida ambayo inakuwepo kabla ya kutoa matumizi. Kwa hiyo ukija ukatoa sasa matumizi ndio utabaki na faida yako ambayo ni shilingi ngapi? 200,000 kamili. Kwa hiyo utaona imechanganua AI, inakwambia faida ya mwezi huu, inakwambia matumizi ya mwezi huu, inachanganua kila kitu kwa message moja tu. Habari, inahitaji kujua mwenendo wa biashara, mauzo na matumizi. Kwa hiyo tunaona kwenye muhtasari pale juu nitaweza kuona kwa namba, lakini kama nitahitaji maelekezo na ushauri nitaweza kumuuliza AI. Lakini pia naweza nikaingia kipengele cha report. Hapa kwenye report pia naweza nikachagua nataka aina gani ya report. Naweza nikachagua nataka ya muda gani, ya siku, ya mwaka, ya masaa, then itanionyesha report yangu. Asante sana. Mzani app mtu yoyote anaweza kutumia kwa biashara yoyote, iwe ni fundi nguo, iwe ni mtu wa nafaka, iwe ni muuza urembo, vipodozi, iwe ni duka ambalo lina mchanganyiko wa bidhaa, iwe ni genge, wote mnaweza mkatumia Mzani app. Kama una swali lolote unaweza ukanitafuta kwa namba hii hapo, then nitakujibu. Asante, karibu sana.